Mwanamke, hujawahi kuolewa na ukaachika. Mwanamke, hujawahi kupata mwanaume akaja kwenu kujitambulisha kama mchumba, pengine akutokea kuja kukuoa, yani alikutelekeza. Mwanamke, hujazalishwa kwamba una mtoto. Yani wewe ni mwanamke tu wa kawaida, una chochote. Lakini kutwa mitandaoni, ex wangu sijui kilienda kikarudi, ex kilipanda kikashuka, dia ex sijui mimi niko salama. Yani wewe, hivyo vitu ni vya kazi gani? Unajua wanawake wengi ni watu ambao huwa tunaishi kwa kuiangalia leo tu. Huwa hatuwazi kwamba tuangalie kesho. Hatuangalii future kwamba kesho hiki kitu kinaweza kufanya nini kwenye maisha yangu. Wanawake wengi sana ni watu ambao mnaharibu hatima za maisha yenu ya kesho kwa mikono yenu. Ni kweli, wewe saizi huenda uko sahihi kwenye mtazamo wako. Kama mimi sitaki ndoa, mimi sitaki kuolewa, sitaki kuja kuingia kwenye ndoa mimi, sijui nini, uko sahihi. Lakini hapana, kuna wakati huo msimamo wako pengine utakuja kubadilika, utatamani niolewe. Lakini vitu ambavyo unavifanya leo vikasababisha usipate tena mtu serious kwenye maisha yako. Ngoja kwanza nikwambie kitu ambacho ukijui. Sisi wanawake ni watu ambao huwa hatuwezi kuzijua status za wanaume kabisa. Sijui kama umeshawahi kujua. Yaani wengi ambao tunaingia kwenye ndoa, ili mwanaume umjue, unahitaji kupambana umjue mwenyewe. Hakuna mtu atakayekwambia huyu mwanaume yuko 1 2 3. Wanaume huwa hawana mtu wa kuwasemea tabia zao walizonazo. Sijui kama unaelewa hicho kitu. Lakini mwanaume anaweza kufuatilia status yako wewe sana tu kiundani, wewe mwanamke, kabla hajakuoa. Anaweza. Pengine hata wewe leo umeolewa, hujui kwamba mume wako kabla ya kukuoa alishawahi kuuliza watu wako wa karibu kwamba wewe una tabia gani, wewe ni mwanamke wa namna gani, wewe ukoje. Wanaume huwa wanafuatilia hivyo vitu. Na kibaya zaidi, mwanaume anakufuatilia pale unaponyanyua mguu, yeye anaweka. Anakufuatilia kabla, yani nyendo zako zote anakufuatilia wewe mwanamke kabla ya kukuoa. Wanaume si watu wanaokurupuka kama sisi wanawake. Mimi naweza nikaolewa pengine na mwanaume hata simjui vizuri, lakini mwanaume anataka ajihakikishie kwamba huyu mwanamke pengine ana tabia gani. Yaani mwanamume huwa anataka kama akioa mwanamke mwenye tabia mbaya akambadilikie mbele huko, lakini sio nyuma huko. Huku mwanzoni anataka ajue kabisa kwamba huyu mwanamke naenda kumuoa ni mwanamke wa namna gani. Sasa umepata mchumba, kipindi hicho kimefika, unatamani mwanaume, umepata mchumba. Anaingia kwenye akaunti yako ya Facebook, anaingia kwenye akaunti zako za mitandao ya kijamii, anakutana na posti 6 7, ulisha posti kuhusu maex. Yaani unamaanisha kabisa wewe ulishakuwa na mwanaume wa kwanza, ulishakuwa na mwanaume wa pili, wa tatu, wa 4 na wa 5. Yaani hivyo vitu ni vya kazi gani? Hivyo vitu vinaharibu status yako mwenyewe. Huko mbele hicho kitu kitakukosti wewe mwenyewe. Unaposti wewe ex wa kazi gani? Unajua wanaume huwa wanapenda sana maisha private. Mwanaume huwa hapendi mwanamke maarufu kabisa. Sio maarufu huo ukafikiri nasemea mtu wa sanaa, hapana. Mtu ambaye tu anafahamika sana. Wanaume huwa hawapendi mwanamke anayefahamika sana kwa tabia mbaya mbaya, kwa tabia mbovu au kwa viposti vyake vya ovyo ovyo. Yaani wewe eti DX sijui kilienda kikarudi DX. Na ndio maana nataka nikwambie kitu kimoja. Wanawake wengi ambao waliwahi kuwa maarufu kwenye mitaa yao wanayoishi, yani wanaume wengi wameshamjua. Yaani wameshatembea naye, niseme kwa lugha nyepesi. Yaani huyo huwa ni ngumu sana kupata tena mwanaume wa maeneo hayo akamuoa. Asilimia kubwa huyo labda aje mgeni asiyefahamu historia yake ndio anaweza kumuoa, au yeye ahame eneo aende eneo lingine, pengine ndio anaweza kaolewa. Lakini sio pale alipo ambapo alikuwa anajulikana. Sasa wewe leo hakuna mchumba aliyewahi kujitokeza kwenu. Hujazalishwa kwamba wanakithibitisho kwamba una mtoto huyo hapa, una haki ya kusema DX. Wewe ni mwanamke tu, huna chochote. Eti DX, sijui DX niko salama DX. Yaani mimi huwa nashangaa. Wanawake wa sasa hivi kwa kweli tumekosa ile hulka yetu ya kike inaenda inapungua. Hatujionei haya wenyewe, hatujionei aibu kwamba hiki kitendo ninachokifanya kinanidhalilisha. Huwa hamwazi hicho. Sisi wanawake, heshima yetu iko kwenye sisi kujilinda utu wetu wa ndani. Fikiria mwanaume hajakuoa, ameshagundua kwamba ulikuwa na maeksi 5, maeksi 7, hivi ndio vitu gani? Mwanaume anakata hata tamaa. Unajua wanaume ni watu ambao wanaimagine vitu, wanakichimba kitu, wanakifikiria sana. Mwanaume anakinyaa vibaya sana. Kwa hiyo anaanza kufikiria huyu mwanamke na maana alishakuwa na maeksi 7, alishakuwa na maeksi 6. Afadhali uliolewa, anajua kabisa huyu aliolewa kaachika. Hiyo anaijua, anaingia kwenye ndoa yeye akiwa ametarajia. Lakini anakuoa eti wewe bado binti. Inasemekana, sio kwamba utakuwa binti sasa. Inasemekana wewe ni binti. Lakini tayari
kwenye mitandao yako ya kijamii umesha post ulishawahi kuwa na maex watano, ulishakuwa na maex wawili, maex watatu, maex wanne, maex 7. Unajua wewe kila ex mnayeingia naye kwenye mahusiano lazima umpost. Dear ex sijui nini, unavyoanza kujionyesha kama umepona kwenye hayo maumivu ya maex. Yaani mabinti wa sasa hivi kwa kweli ni huzuni. Ni huzuni. Mwanaume anapenda awe mwanamke ambaye mambo yake hayajulikani na mtu. Haijalishi hata kama pengine utakuwa sio binti, sio kigori, niseme kigori, sijui kama mnaelewa maana yake. Sio mtu ambaye umewahi kuwa na mahusiano kabla ya kuolewa pengine. Pengine ulishawahi kuwa nayo hayo mahusiano. Lakini sio kwamba anaona ndio jambo la kusema kila mtu ajue. Sasa sio jambo la kila mtu kujua. Sasa wewe unapokuwa mwanamke wa kuposti dear ex dear nini, maana yake kuna wengine watakuwa wameshakujua hapo. Mwanaume wako anakuoa, kila mtu anajua kwamba jamaa ameoa, huyu alikuwa mke wa mtu. Sijui kama mmesikia sana huo msemo. Sasa hivi unatajwa sana kwamba jamaa ameoa mke wa mtu. Unajulikana kwamba ulishawahi kuwa unajihusisha na watu tofauti tofauti. Hebu acheni vitu mnavyovifanya. Linda status yako wewe kama mwanamke. Tengeneza heshima yako, jiwekee mipaka. Kuwa na maex kwanza ni makosa. Wewe ni mwanamke, unakuja na mwanaume wa kwanza, wa pili, wa tatu.